أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الوفي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. صدق ربنا يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله. إخوة الإيمان, mwanzo kabisa hapana budi isipokuwa ni kuregesha shukrani za dhati kwa Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama. Kwa mara nyingine Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametuwezesha na ametuafikia kukutana katika kipindi chetu hiki cha kunasihiana nasaha za Kiislamu, nasaha za kidini. Lakini pamoja na yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kule kutufikisha katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, na zaidi ikiwa tuko katika 10 la mwisho. Alhamdulillah. Na 10 kama hili ni 10 ambalo kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama alikuwa tofauti sana katika kufanya ibada kwake na katika kujikurubisha mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama hadithi aliyoipokea Sayyidatuna Aisha radhiallahu ta'ala anha, anasema kwamba kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan qama laylahu wa ayqadha ahlahu wa shadda mi'zarahu au kama qala. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama linapoingia katika 10 la mwisho ilikuwa na tabia tatu, ilikuwa na mambo matatu akiyafanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ya kwanza, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ahya laylahu, usiku wa 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhan, Mtume alikuwa na uhuisha. Kuhuisha ni nini? Kuhuisha ni kuchukua wakati maalum, kifungu maalum katika 10 hili la mwisho na kufanya ibada na kunyenyekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikiwemo kusali, ikiwemo kusoma Qur'an, ikiwemo kuleta adhkar. Alhasil ukapanga wakati maalum. Ama Mtume alikuwa na wakati maalum katika 10 la mwisho, ilikuwa ananyenyekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ananyenyekea kwa Mwenyezi Mungu, ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anajikurubisha kwa Mwenyezi Mungu, naye ni yule ambaye kwamba ghufira ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, aliyesamehewa madhambi yake yote yaliyotangulia na ya mwisho. Lakini katika 10 la mwisho ilikuwa Mtume anajitahidi sana, kana yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairihi. Ilikuwa ni tofauti, akijitahidi sana na akijipinda sana katika 10 la mwisho kuliko yale 10 mengine yoyote ambayo kwamba yaliyopita nyuma, ama kuliko 10 haya mawili ambayo kwamba yaliyopita. Mtume alikuwa na tofauti. Hivyo akichagua wakati maalum ni vyema na ni vizuri na ni bora zaidi. Basi katika 10 hili la mwisho usilale kuanzia baada ya tarawehe mpaka alfajiri, ikawa adhana ya alfajiri ndio inakuamsha ama unaamka alfajiri. La, si vizuri. Ni bora zaidi angalau ukajipangia wakati maalum katika kufanya ibada, ukasema ya kwamba mimi insha Allah nitaamka time hii, nitafanya hivi, angalau ipatikane nasibu, angalau ipatikane kifungu
cha usiku wa 10 hili la mwisho katika kufanya ibada. Ndivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa, na ndivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba rahimallahu rajulan, Mwenyezi Mungu ampatie rehma ama amrahamu mtu yoyote ambao kwamba aliyomwamsha mke wake, na kama anakataa, pengine usingizi umemchukua, basi akamnyunyizia maji, ili muhimu tu amke wakati wa usiku afanye ibada. Ni vyema pale majumbani, ni vyema pale popote mtu ambapo kwamba yupo, basi kama ni yeye na watoto wake, amwamshe mke wake, amwamshe wale ambao kwamba wako na yeye, awaambie ya kwamba sahi tuko katika 10 la mwisho, 10 la maghfira, 10 la itqu minan nari, basi tuinukeni tufanyeni ibada kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akifanya. Kana ahya laylahu, ilikuwa anahuisha usiku kama huu la 10 la mwisho. Kisha washadda mizara, na ilikuwa akijipinda Mtume sallallahu alaihi wasallam, akijikaza zaidi, bimaana kwamba ilikuwa anaongeza nguvu zaidi katika 10 la hili la mwisho, usiku wa 10 la mwisho. Katika kama ilikuwa katika 10 la haya yaliyopita ya mwisho ilikuwa unafanya kitu, basi katika hili 10 la mwisho ongeza zaidi. Lakini sisi ni kinyume, sisi ni tofauti. Tulipoanza Ramadhani tulianza na kasi na bidii na juhudi, lakini kwa kadri ya Ramadhani ilipokuwa inapungua, inamalizika, inaisha, ndio ile hima nao inashuka. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa opposite, ilikuwa kinyume. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kadri ya Ramadhani inavyokwenda kuisha, ndivyo namna kwa kadri Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa akijituma zaidi na akijitahidi zaidi. Kwa hivyo washadda mizara, na ilikuwa akijikaza sana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika 10 la mwisho. Wa aiqala ahlahu, na kitu chengine Mtume alikuwa akifanya akionekana katika 10 la mwisho, na hii yote anatufundisha mimi na wewe, kwa sababu yeye ashasamehewa kama tulivyotangulia kusema. Wa aiqala ahlahu, na anawaamsha familia yake, watu wake, wale ambao kwamba wako na yeye pale nyumbani, ili kusudi tu akifanya ibada katika 10 hili la mwisho. Alhasil, hii yote Mtume sallallahu alaihi wasallam anafanya haya katika 10 la mwisho, na anatuhimiza katika kufanya ibada katika 10 la mwisho. Ni nini lengo na maana? Kwa sababu katika 10 la mwisho ndipo ambao kwamba unapatikana ule usiku wa Lailatul Qadri, ambao kwamba ni usiku wa cheo, ambao kwamba ni usiku wa kipekee. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba huo usiku wa Lailatul Qadri uko katika 10 la mwisho, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema kwamba taharru, uchagueni ama chagueni kuitafuta huo usiku wa Lailatul Qadri fil 10 al-awakhir min Ramadhan, katika 10 la mwisho chagueni kupata huo usiku wa mwisho. Basi ikhwatal iman, huenda ikawa nitakapokuwa nimesimama ama nimechagua wakati maalum kufanya ibada, kufanya chochote katika 10 la mwisho, huenda nikaafikiwa nikaupata huo usiku wa Lailatul Qadri, ama tutaupata usiku wa Lailatul Qadri, usiku ambao kwamba usiku mmoja tu peke yake, ambao kwamba mtu yoyote akiipata akiwa ndani yake, akiwa anafanya ibada. Ala sabili mithal, ikiwa anasoma Qur'ani katika usiku wa Lailatul Qadri, atahesabiwa katika miaka yake ni kama mtu aliyefanya ibada miaka 80 na 8 years and above. Mtu atakuwa anahesabiwa kama aliyofanya anasoma Qur'an. Kama ilikuwa anaswali, basi atahesabiwa miaka 80 na ilikuwa kama alikuwa anafanya ibada ama kitu chochote. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema a'maru ummati ma baina 60 wa 70, umri wa umma wangu ni 60 mpaka 70, 60 to 70, hapo ndo umri Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wa ummati Muhammad, ama umri wa umma wangu. Kwa hivyo waonaje kwa usiku mmoja tu peke yake uhesabiwe ni kama uliofanya ibada miaka 80 na basi taharru, uchagueni usiku kama huu, ama ichagueni huu usiku wa Lailatul Qadri katika 10 la mwisho. Tuamkeni katika 10 hili la mwisho, tuache kulala katika 10 la mwisho, tuache uvivu katika 10 la mwisho, tuache kujivuta katika usiku wa mwisho. Tufanyeni ibada katika 10 hili lote la mwisho,
angalau tutaupata usiku huu ambao kwamba ni usiku wa cheo, usiku wa Lailatul Qadr. Inasemekana ya kwamba Sayyidina Jibril alayhi salam, toka Mtume sallallahu alaihi wasallam aondoke duniani, toka afariki Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa duniani, hashuki tena hapa duniani, bali Mtume Jibril alayhi salam anashuka hapa duniani usiku huu wa Lailatul Qadr. Tanazzalu almalaikatu waruhu fiha, malaika wanashuka usiku kama huu, na Jibril alayhi salam anashuka ama huwa anakuja hapa duniani kuonyesha kwamba ni usiku mtukufu na ni usiku wa cheo. Tutaeleza baadhi ya alama ambazo kwamba zimetajwa, ambazo kwamba zipo ni za Lailatul Qadr. Wanasema kwamba usiku kama huu wa Lailatul Qadr una alama mbalimbali. Wanasema kwamba usiku kama huu wa Lailatul Qadr, kwanza hili anga ama hizi mbingu zinakuwa safi sana, zinakuwa clear sana. Wanasema kwamba hata ile nyota ama zile stars zile unaziona moja baada ya nyingine, kuliko hizi siku nyingine inaweza kuwa unaiona lakini huioni clear. Lakini usiku wa Lailatul Qadr huwa anga lake linakuwa clear mpaka zile nyota zenyewe unaziona zinakuwa mbali, ziko clear. Kisha wakasema kwamba ni usiku ambao kwamba Jibril alayhi salam anashuka usiku kama huu. Pia wanasema kwamba asubuhi yake, katika baadhi ya alama Lailatul Qadr, huwa asubuhi yake ama alfajiri yake inanyesha mvua kidogo hivi. Katika baraka ya usiku kama huu inanyesha mvua. Hii ni alama moja ya Lailatul Qadr. Pia kadhalika wanasema kwamba asubuhi wa usiku wa Lailatul Qadr, basi jua lake linatoka bila ya kuchoma. Ile jua huwa linatoka bila ya kuchoma, linatoka clear, lakini mwangaza wake huwa hauchomi. Hizi ni baadhi tu ya Lailatul Qadr. Pia wanasema ya kwamba hata maji ya bahari usiku wa ile Lailatul Qadr, ile uchumvi wake, ile chumvi yake inapungua. Haimaanishi ya kwamba maji yanakuwa tamu yote, la, bali ile chumvi yake haiwi kali sana. Hizi ni baadhi tu ya alama ya usiku huu wa Lailatul Qadr. Nimependa tukumbushaneni, nimependa kunasihiana, nimependa ili tuambiane angalau katika 10 hili la mwisho, tuamkeni katika kufanya ibada, tuamkeni katika kutafuta na tuupate huu usiku wa Lailatul Qadr. Naye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatuwezesha, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatuafikia tuwemo katika ndani ya usiku huu wa Lailatul Qadr. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kubali ibada zetu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zikubali saumu zetu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zikubali amali zote zetu zote kwa jumla inshallah. Allahumma ighfir لنا واللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم بلغنا حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم عتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المطرودين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك ya arhamar rahimin. Kumalizia, Mtume sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Aisha alimuuliza ni kitu gani ambacho kwamba cha kukiomba katika usiku wa Lailatul Qadr. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kwamba usiku kama huu sema dua kama hii: Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hii ndiyo dua maalum Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyotufundisha kuisoma katika usiku huu wa Lailatul Qadr. Wa hadha aqulu assalamu alaykum wal afwa minkum.